Yaani sina hata uhakika wa mlo wangu wa kesho. Nakumbuka siku moja nilipata kazi kubwa. Tulikuwa tunajenga nyumba ya tajiri mmoja hivi hapa kijijini kwetu. Kwa mali alizokuwa nazo huyu tajiri, alikuwa anamiliki nusu ya kijiji chetu. Lakini siku moja wakati tukiwa kazini, huku nikiwa naendelea kuchimba msingi, yule bosi akaniita. Tena kwa kuniita kwake ni ile sauti ya mamlaka kidogo. Si unajua tena ukiwa na pesa. Wewe kijana, njoo. Nikafuta jasho chapu kisha nikamfuata. Nilipofika nikamsalimia kwa kupiga goti kidogo, yani nikabonyea kidogo. Si unajua tena, tajiri ni tajiri. Umeniita bosi? Baada ya kufika aliniuliza swali moja tu. Unaitwa nani kijana? Mimi nikamjibu, bosi, mimi naitwa Chris. Yule bosi baada ya kumtajia jina langu, kuna tabasamu fulani hivi alilitoa. Yaani lile tabasamu ambalo linaonekana kwa mbali. Kijana, nimesikia habari zako. Wewe ni kijana mchapakazi sana Mimi nikamjibu huku nikitabasamu. Hapana bosi, si unajua ni mahangaiko tu. Ghafla akatoa kiasi kikubwa cha pesa kwenye mfuko wake ambacho mimi tangu nianze kazi kusema kweli sijawahi kukishika kabisa yani. Ilikuwa ni kama 500,000 hivi. Yani tangu nilipoanza kazi kujipambania sijawahi kushika hiyo 500,000, na hata ningefanya kazi ya kibarua mwezi mzima sidhani kama ningeifikisha, kwa sababu sijajua sehemu zingine, lakini sehemu ambayo nilikuwa nafanyia kazi ya kibarua, yani saidia fundi, nilikuwa nalipwa 10,000 kwa siku. Kiukweli nilishtuka sana. Nikarudi kwanza nyuma kidogo. Hapo kigugumizi kikanipata. Si unajua tena sina uhakika. Mkuu, hii pesa ni ya nini? Lakini bado sijamaliza kazi. Na mbona ni nyingi hivi? Kigugumizi cha kuona pesa. Yaani pesa naitaka. Lakini hapo kichwani swali linakuja. Kwa nini anipe pesa nyingi kiasi hiki na kwa kazi ya kibarua tu? Alipoona namuuliza maswali mfululizo, alicheka sana. Alicheka kiasi kwamba mpaka nikaanza kujiona aibu yani. Usijali kijana, hiyo ni pesa yako. Ni zawadi tu kwa kunifanyia kazi vizuri. Wala usihofu kabisa yani. Oya, mimi sikufichi, mapigo ya moyo yalienda kasi vibaya mno kiasi kwamba yani moyo wangu uliruka. Kiukweli nilijawa na uoga, lakini na shukrani tele ambazo yani sijui hata nimshukuru vipi yani. Yani kama vile alinitoa kwenye shimo ambalo lilikuwa na giza akanipandisha juu. Maana nilikuwa na shida sana. Nikachukua ile pesa kisha nikaendelea na kazi kama kawaida. Lakini kabla ya kuanza kazi aliniambia kuwa, Chris, kuanzia leo ukijihisi na shida yoyote usisite kuniambia Mimi nipo kwa ajili yako bana. Haya, kafanye kazi. Basi bana. Baada ya hiyo siku mimi nikaanzisha ukaribu na ule boss mpaka tukawa kama ndugu yani. Lakini baada ya miezi kadhaa kupita, mdogo wangu alikuwa anasoma shule ya bweni akaishiwa ada, na alipewa siku 3 tu, asipolipa shule anafukuzwa. Yani hebu imagine, unaweza kutafakari kidogo. Yani mpaka uongozi wa shule unaamua kumpa siku 3. Baada ya siku 3 aache shule. Maana yake tumeshapitiliza siku za kulipa ada nyingi. Kwa hiyo wakawa wamempa limit ya siku 3. Zikipita siku 3 basi shule hana, ukizingatia yuko form 1. Ikabidi nichekeche akili haraka. Katika harakati za kuwaza nikakumbuka kauli ya yule bosi mwenye ule mjengo kwamba aliniambia nikijihisi na shida yoyote nisisite kwenda kumuomba msaada. Hapo nikachukua simu na kumpigia. Mara kwanza nikapiga lakini haikupokelewa, sijui alikuwa yuko busy, sifahamu. Lakini kwa mara ya pili nilipompigia simu akapokea. Hapo chap bosi, vipi bosi? Akaitikia pale, tukasalimiana. Baada ya kusalimiana mbombo nyingi pale, si unajua tena kumpamba bosi, nikachomekea na shida yangu. Lakini bosi, mimi na shida kidogo. Mdogo wangu anafukuzwa shule. Naomba unisaidie kiasi cha fedha hata kwa mkopo. Mimi nitakulipa. Hata ukinitafutia kazi yoyote tu ambayo naweza hata kuifanya ili kwa ajili ya kulipia hilo deni. Bosi alicheka kinoma. Alipomaliza kucheka, tena kumcheka kwa dharau, akaniambia, nataka tuonane.